zamani, tangu zamani haubadiliki, tangu zamani, tangu zamani, tangu zamani haubadiliki. Roho Mtakatifu, Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako linalosema kwamba wanapokusanyika watu wawili au watatu kwa jina lako unakuwa katikati yao. Asante kwa kuwa sasa hivi uko katikati yetu. Mimi niliyesimama mbele yako najiweka wakfu, na watoto hawa waliosimama mbele yako pia naweka wakfu, ili waweze kutumika kwa ajili ya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu amenipa nafasi ya kusimama mbele yako siku ya leo ili kukuletea ujumbe ambao amekusudia uweze kusikia. Majina yangu naitwa Zebedayo Mganga. Leo ameniagiza nikufundishe nafasi ya Roho Mtakatifu katika maombi. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika maombi. Inawezekana kuna mtu mmoja yuko hapa huwa hampi nafasi Roho Mtakatifu katika kuomba, au anampa nafasi ambayo ni kidogo, au anampa nafasi kwenye vitu vingine, ila kwenye maombi haumpi nafasi. Ndio maana ameniagiza nije nikufundishe nafasi ya Roho Mtakatifu katika maombi. Mungu aliumba vitu vyote kwa siku 6. Siku ya 7 akapumzika. Kusema amepumzika haimaanishi kwamba aliacha kufanya kazi. Hata sasa maandiko yanasema kwamba hata sasa Mungu anafanya kazi. Mungu anafanya kazi katika mifumo. Miongoni mwa mifumo ambayo ameiweka ni mfumo wa maombi au mfumo wa kuomba. Kuomba ni njia ya kumhusisha Mungu kwenye vitu vya kwako, kwenye vitu vya mwanadamu. Mungu alishasema kwamba sitajilazimisha, hata jishughulisha mpaka umpe kwanza nafasi. Kwa hiyo Mungu huwa hajipendekezi. Lazima kwanza umpe nafasi kwenye maisha yako kupitia maombi. Tofauti na hivyo hata kusaidia au hata fanya. Na maombi ni maisha. Ndio maana kwenye ile Luka 18 anasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa hiyo jambo la kuomba ni jambo la kila siku. Sio jambo la leo Jumatatu, sio jambo la jana Jumapili, sio jambo la wiki iliyopita. Ni jambo la kila siku. Kwa hiyo maombi ni maisha. Na maandiko yanasema kwamba hauna kwa sababu hauombi. Lakini inawezekana unaomba ila haujui kuomba. Ndio maana ameniagiza nije nikufundishe nafasi ya Roho Mtakatifu katika maombi. Au inawezekana unaomba peke yako. Umesahau kwamba maandiko yanasema pasipo mimi hamwezi kufanya kitu chochote. Hamwezi kufanya jambo lolote ikiwepo hili la maombi. Sasa katika kipindi hichi tutaangalia mambo matatu. Jambo la kwanza tutaangalia ni kwa sababu gani ni lazima mhusishe Roho Mtakatifu kwenye maombi. Ni kwa nini ameniagiza nije kufundisha somo hili leo la nafasi ya Roho Mtakatifu katika maombi. Nafasi ya pili au jambo la pili tutaangalia namna kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maombi. Unamhusishaje Roho Mtakatifu kwenye maombi? Au unamwalikaje au unampaje nafasi kwenye maombi? Na jambo la tatu tutafanya mazoezi leo hii baada ya kuwa tumesoma au tumejifunza. Je, hili somo limeeleweka? Kwa tutaomba kwa kumhusisha Roho Mtakatifu kutokana na ambavyo tutakuwa tumejifunza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo nje ya mwili. Ni Yesu Kristo pasipo kuwa na limitation ya mwili, au ni Mungu katika roho. Kwa Roho Mtakatifu sio Mungu mwingine, ila ni Yesu yule yule, ni Mungu yule yule, ila asiyezuiliwa na mipaka, asiyezuiliwa na mwili, asiyezuiliwa na kitu kingine. Ndio maana ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu ambaye amejifunua sasa kama roho. Mungu amejifunua katika namna kubwa 3. Zamani alijifunua kama Mungu Baba. Ndio huyu ambaye alitembea na kina Musa, alitembea na kina Ibrahim,
alitembea na kina Daudi, na kina Danieli na watu wengine. Lakini na nafasi ya pili au namna nyingine aliyojifunua, Mungu alijifunua kama Mungu Mwana ambaye alikuja kama Yesu Kristo. Watu wakamuona, maandiko yanasema kwamba yule ambaye tulimshika, ambaye tumemuona, kwa watu wakaweza kuongea naye kama mtu, kama Mungu Mwana. Nafasi ya tatu ambayo Mungu amejifunua kwayo ni Mungu kama Roho Mtakatifu. Kwa Mungu sasa hivi anajulikana kama Roho Mtakatifu. Kwa unaposema Roho Mtakatifu, maana yake ni Mungu wa zamani hizi, ni Mungu wa kipindi hiki. Mungu anatembea na sisi kama Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu au ni nafsi nyingine ya Mungu ambaye amejifunua kwayo. Usiuka confuse au kujichanganya ukajua ni Mungu mwingine, ni Mungu wa tatu. Ni Mungu huyo huyo mmoja ambaye amejifunua kama Roho. Maandiko yanasema kwamba Mungu ni Roho. Sasa baada ya Yesu kuondoka kwenye ulimwengu huu, Yesu sasa hivi anajulikana kama Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Sasa ni kwa nini Mungu anataka umhusishe kwenye maombi? Ni kwa nini Mungu anataka umhusishe kwenye maombi? Ni sababu gani ambazo zimemfanya Mungu mpaka akalituma hili neno leo ili nije nikufundishe? Ziko sababu kubwa kama mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya madhaifu na mapungufu ya kibinadamu. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya madhaifu na mapungufu ya kibinadamu. Mwanadamu siku zote ana madhaifu, ana mapungufu ambayo anatakiwa kuhuishwa au kuwa upgraded. Ndio maana ukiangalia kwenye maandiko, watu wote waliotembea na Mungu, kwanza Mungu alitanguliza neema, aliwapa kwanza neema, kwa sababu mwanadamu katika hali ya kawaida, katika ile hali yake ya kiasili, ana mapungufu, ana madhaifu, hawezi kutembea na Mungu. Kwa hiyo kina Daudi, kina Musa, Yesu mwenyewe, wote walipewa neema kwanza ili waweze kufika kiwango ambacho Mungu anakihitaji. Kwa hiyo sababu hiyo ya sisi kuwa na madhaifu, ya sisi kutokamilika katika namna ya mwili, ndio ambayo inamfanya Mungu aje kutusaidia katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madhaifu hayo yako katika namna mbili. Madhaifu ya kwanza ni ya kimwili. Madhaifu ya kwanza ni ya kimwili. Mwanadamu huu mwili, maandiko yanasema kwamba nia ya mwili iko tofauti na roho. Tunajua kwamba Mungu ni roho, lakini mwili wenyewe tuliovaa sisi uko kinyume na Mungu, uko kinyume na huyu Mungu ambaye ni roho. Kwa automatic utakuta hawezi kuomba kwa sababu ya ile madhaifu ya kimwili. Ndio maana ukitaka kuomba utasikia unachoka. Ukitaka kuomba utasikia unakosa maneno. Ukitaka kuomba unasikia kukata tamaa. Ukitaka kuomba utasikia ndani kumechoka au unazimia. Ni kwa nini? Kwa sababu ya ile madhaifu ya kibinadamu ambayo yako katika namna ya mwili. Lakini madhaifu ya pili ni madhaifu ya kiroho. Sisi kuna vitu vingi sana ambavyo hatujui. Kwa ndio maana Yesu anabidi atusaidie kupitia Roho Mtakatifu tuweze kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika Roho naye hutusaidia kuomba kwa sababu ya madhaifu ambayo tunayo sisi. Jambo la pili ambalo linampelekea Roho Mtakatifu atusaidie kuomba, au ni kwa nini umuishe Roho Mtakatifu katika maombi, ni kwa sababu ya kujua nini cha kufanya na kipi cha kuomba. Ni kwa sababu hatuyajui mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu hatujui ni kitu gani tuombe. Lakini unaweza kuwa na kitu cha kuomba, usijue namna kukipresent mbele za Mungu, usijue namna kumwambia Mungu, usijue namna kukipeleka mbele za Mungu. Hatujui Mungu yuko katika mudi gani. Tunajua Mungu ana majina mbalimbali. Mungu anaitwa Mungu Baba, anaitwa Mungu Mwana, anaitwa Mfalme, anaitwa Kuhani, anaitwa Mwanakondoo, ana majina mengi sana. Sasa haujui unapoomba sasa hivi Mungu yuko katika state gani. Umfuate kama mfalme, umfuate kama Mungu Mwana, umfuate kama Mungu pamoja na wanadamu, umfuate kama Roho, umfuate kama Baba. Hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari sana baba umetoka kazini au mama umetoka kazini, umekuwa confused au umekuwa stressed na kazi, halafu mtoto aje kuambie matatizo yake bila kusoma alama za nyakati kwamba wewe uko katika hali gani. Kwa hiyo sisi hatujui Mungu uko katika hali gani kwa wakati huu tunapoenda kuomba. Ila Roho Mtakatifu anajua Mungu sasa hivi tumfuate kama nani. Tumfuate kama Baba, tumfuate kama Mfalme, tumfuate kama nani. Ni hatari sana kwenda mbele za Mungu na kuanza kumwambia kuanza kumwamrisha Mungu.
bila kujua kwamba ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunachukua ile picha ya kuamrisha shetani toka. Sasa unaenda mbele za Mungu, Baba, katika jina la Yesu ninasema 1 2 3. Umesahau kwamba yule ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hatujui state ya Mungu yuko katika namna gani, au mudi ya Mungu yuko katika namna gani. Lakini pia ni kwa sababu, nitoe mfano mmoja. Inawezekana tuna kitu tunajua tunataka tunachokihitaji kukiomba, lakini hatujui Mungu anatuchukuliaje sisi, au katika namna ile tuko katika state gani. Ni sawa sana mtoto ambaye ana ombi zuri kabisa, anataka kuomba wewe. Kwa mfano mtoto ana tonsils au anauma matonsils, halafu anakulilia, anakuambia nipe ice cream. Kile kitu sio kibaya, ila kwa sababu ya hali aliyonayo haumtampa. Sio kwa sababu haumpendi, ila ni kwa sababu hujajua au wewe hujafahamu kwamba yule mtoto ana shida gani. Kwa hiyo cha kwanza kwenye kutokujua ni kwamba hatujui kipi cha kuomba. Ukiangalia kwenye Mathayo 20:20, Mathayo 20:20, Mathayo sura 20 mstari wa 20, Mathayo 20:20 anasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumuomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Ukiangalia huyu mama aliomba kabisa, ila timing yake hakujua kipi cha kuomba. Inawezekana wewe kuna vitu unaviomba lakini hujui namna au lugha nzuri ya kwenda kumwambia Mungu. Lakini sambamba na hilo ni kwa sababu hatujui namna kuomba, hatujui namna kupeleka zile hoja zetu kwa Mungu. Maandiko yanasema kwamba njoni tuhojiane. Hatujui huu ni wakati wa Mungu kwenda kuhojiana naye, hatujui huu ni wakati wa Mungu kwenda kumsihi, hatujui huu ni wakati wa kwenda kuliambia tatizo liachie mambo yetu, hatujui huu ni wakati wa kuomba Roho Mtakatifu aingilie kati, hatujui huu ni wakati wa sisi kunyamanza Mungu atende, hatujui huu ni wakati wa sisi kutoka na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatujui namna kuomba, ndio maana Roho Mtakatifu anataka tumhusishe katika maombi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo amesema kwenye Warumi 8:26. Warumi 8:26 kwamba hatujui namna ya kuomba. Kwa sababu hiyo ndio maana Mungu anataka tumhusishe katika maombi. Tunapoomba tumpe nafasi kwenye hayo maombi. Sasa tunamhusishaje Roho Mtakatifu kwenye maombi? Au tunamwalikaje kwenye maombi? Tunamshirikishaje kwenye maombi? Ziko namna tatu au ziko njia tatu za kumhusisha Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza ya kumhusisha Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu akusaidie kwenye maombi, ni lazima kwanza ujazwe naye. Ni lazima kwanza uwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hatengani na Yesu. Ukitaka Roho Mtakatifu unampata kwa kumpokea Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo, kwa kuamua kutembea na Yesu katika kweli na katika mambo yote ambayo tunayatenda. Kwa kumkubali Yesu awe mtawala, awe kiongozi wa maisha yako. Kwa kumkubali Yesu aweze kukusaidia katika maisha ya hapa duniani. Hapo ndo ambapo utaweza kupata nafasi ya kuwa na Roho Mtakatifu ili aweze kukusaidia. Kwa sababu Roho Mtakatifu hakusaidie nje ya wewe, atakusaidia kisha kuja ndani yako. Na huyo Roho Mtakatifu anakuja ndani yako kwa kumpokea Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba ukishampokea Roho Mtakatifu ni sawasawa na jani au ni sawasawa na tawi ambalo limeunganishwa kwenye mti, kwamba unakuwa ndani yake na yeye anakuwa ndani yako. Kwa unapoomba sio wewe unayeomba. Maandiko yanasema kwamba aliyeungwa na Bwana amekuwa roho moja na Bwana. Kwa unapoongea sio wewe unayeongea, ila ni yeye ambaye anaongea ndani yako. Kwa njia ya kwanza ni kukubali kujazwa na Roho Mtakatifu, ambao unampata kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza kuliona hilo kwenye Yohana 15 aya ya 4 hadi ya 7. Yohana sura 15 aya ya 4 hadi ya 7. Kwamba unapompokea Yesu unakuwa ndani yake na yeye anakuwa ndani yako. Kwa ukitembea huwezi kuseparatiwa au hawezi kuwa tofauti na yeye. Mtu akikuona wewe amemwona Yesu, na mtu akimuona Yesu amekuona wewe.
Ndio maana sehemu nyingine Yesu akasema kwamba aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa unapompokea Yesu, anayekuona wewe amemwona nani? Baba. Jambo la pili, ili uweze kupata nafasi ya kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maombi, ni lazima umtambue. Ni lazima umtambue. Roho Mtakatifu anapenda sana kuwa recognized, kujulikana, kutambulika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anataka umtambue kama mshirika wa maisha hapa duniani, umpe nafasi, utambue kwamba yupo, utambue kwamba hapo ulipo uko naye. Unapoenda kuoga, utambue kwamba umeenda kuoga naye. Unapotembea, utambue kwamba uko naye unapotembea. Unapoenda kulala, unapoenda kazini, unapofanya kitu chochote, utambue kwamba Roho Mtakatifu uko naye. Maandiko yanasema kwamba wale wengine hawawezi kupata Roho Mtakatifu, hawawezi kutembea na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu hawezi kuwasaidia, ni kwa sababu hawamtambui. Ukisoma kwenye Yohana 14:17, Yohana 14:17, Yohana sura 14 aya ya 17, anasema ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana nakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa swala la kwanza, ni lazima utambue kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Hakuna muujiza ambao Roho Mtakatifu atakusaidia ikiwa utaamini uko peke yako, au ikiwa utaamini kwamba unafanya peke yako. Ni lazima mtambue kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako na unatembea naye na anasema na wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Siku moja nilichaka kusema kwamba Roho Mtakatifu ni sawa sana kivuli. Ni sawa sana kivuli chako. Unapotembea, hakuna namna ambavyo unaweza kutenganishwa na kivuli. Ukipita kwenye giza, kile kivuli hakitaonekana, lakini haimaanishi kwamba kivuli hakipo. Bado uko nacho kile kivuli. Ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu tuko naye. Popote unapoenda, popote ulipo, mtambue kwamba yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo hata tunapoenda kufanya mazoezi ya kuomba kwa kumhusisha Roho Mtakatifu, lazima utambue kwamba yuko hapo anakusaidia. Haleluya. Haleluya watumishi. Stage ya tatu au jambo la tatu ambalo litakusaidia kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maombi ni kuwa tayari kuongozwa naye. Ni kuwa tayari kuongozwa naye. Kuwa tayari kuongozwa naye. Lazima wewe mwenyewe kuanzia moyoni uamue kwamba ninataka, ni uko tayari kuongozwa na yeye. Hapa kuna namna mbili kuongozwa na Roho Mtakatifu, ambako sasa hii ndio stage muhimu ambayo atakusaidia katika maombi utakayoyaomba. Utashangaa kwamba inakuaje mtu anaweza kuingia sehemu akasema naenda maombi, akakaa masaa mawili, huyu anaongea vitu gani? Ni kwa sababu amempa nafasi Roho Mtakatifu. Amempa nafasi namna gani? Jambo la kwanza, ni lazima uwe tayari kumsikia, kumuona na kutii kile ambacho anakuambia. Lazima uwe tayari kumsikia, kumuona na kutii kile ambacho anakuambia. Lazima uwe tayari kumtii, kumuona na kutii kile ambacho anakuambia. Uwe tayari kuwasiliana naye. Lazima uwe tayari kuwasiliana naye, umpe nafasi. Maana yake, au kwa lugha nyingine, tunaposema tunaenda kuomba kwa kumhusisha Roho Mtakatifu, maana yake wewe unyamanze. Ndipo pale ambapo Yesu anasema kwamba ukitaka kuingia kwenye maombi ni lazima ufunge milango, uingie kwenye chumba cha ndani, umpe nafasi yeye. Usitazame, usiangalie watu wanavyoomba, usisikilize huyu anachokiomba. Funga milango, funga mawazo, funga macho, funga masikio, umsikilize yeye anakuambia nini. Katika kumsikiliza atakupatia picha. Utashangaa kuna picha imekuja kwamba ombea hichi, lakini pia atakupatia wazo ambalo ulikuwa huna. Utashangaa huko unaomba nakwambia kuna wazo linakuja, mbona kitu hichi, ombea hichi. Lakini pia atakupatia tukio. Utashangaa kuna tukio unalikumbuka ambalo halikuwepo hapo. Hivyo ndio ambavyo Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Lakini pia atakuonesha kitu. Bwana Yesu asifiwe. Atakuonesha picha ya kitu ambacho ulikuwa haukioni au hauna. Lakini pia namna nyingine atakupatia neno. Huko unaomba, unashangaa kuna neno limekuja kwenye akili yako. Sasa lile neno maana yake ni Roho Mtakatifu amekuambia omba juu ya jambo
hili. Unachotakiwa kufanya ni kumsikia, ni kuona anachokuambia na kutii kile ambacho anakuambia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kuwa tayari kuanza tu basi, lakini kinachofuata baadaye yeye atakwambia. Kwa hiyo usiende na agenda zako, usiende umefunga. Wanasema, maandiko yanasema kwamba msimfunge, usimzimishe roho. Usiende kwa kuwa umeshapanga agenda zako. Uwe tayari hata kama umeenda kuomba kwamba naenda kuombea ndoa. Uwe tayari kwamba akiniambia acha ndoa, ombea kitu hichi. Uwe tayari kusikia na kutii na kufanya kile ambacho anakuambia. Ndio maana maandiko mengi yanasema wale ambao walikuwa wamejaza na Roho Mtakatifu kwamba alikuwa anafungua tu kinywa au anafumbua kinywa chake. Maana yake yeye alichokuwa anaenda, agenda alikuwa ambaye alikuwa anaenda nayo ni yeye tu kusema, kuanza yani kufungua tu kinywa basi. Baada ya hapo atakwambia cha kufanya. Unaweza kuangalia kwenye Matendo 8:35. Matendo 8:35. Matendo sura 8 aya 35. Tunamjua Filipo ambaye alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo. Kwa hiyo kilichomsaidia Filipo, yeye alikuwa tayari kufungua tu kinywa chake, mengine yatafuata baada ya hapo. Lakini pia kwenye Matendo hiyo 10:34. Matendo 10:34. Maandiko yanasema kwamba Petro akafumbua kinywa chake. Kwa hiyo wewe kuwa tayari tu kufumbua kinywa chako. Kinachofuata ndio hicho ambacho Roho Mtakatifu anakusemesha. Lakini pia hata Yesu kwenye Mathayo 5:20, kwenye Mathayo 5:20, siri ambayo ilikuwa ambayo Yesu alikuwa nayo iliyomfanya tembea na Roho Mtakatifu, yeye alikuwa tayari kuzimisha kila kitu ndani yake na kumsikiliza Roho Mtakatifu na kusema kile ambacho Roho Mtakatifu anamkusudia aseme au anaminstruct kukisema na kukifanya. Kusema kwenye Marko 13:11. Marko 13:11. Injili ya Marko 13:11. Maandiko yanasema kwamba na watawachukua ninyi na kuwasaliti. Msitafakari kwanza mtakayoyasema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao bali ni Roho Mtakatifu. Lolote mtakalopewa saa ile lisemeni. Kwa hiyo uwe tayari kwamba chochote anachokuambia Roho Mtakatifu ukiseme. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Njia ya pili sambamba na kumpa Roho Mtakatifu nafasi ni njia ya kunena kwa lugha. Ni njia ya kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha maana yake unaiacha nafsi yako iongee. Mwili wako, maandiko yanasema kwamba akili yako na mwili wako vinakuwa vina matunda, havijui kinachofanyika. Ila maana yake Roho Mtakatifu mwenyewe ndo ambaye anaongea. Kwa hiyo unaponena kwa lugha maana yake unampa Roho Mtakatifu nafasi ya kuweza kuongea na kukupa agenda. Kuongea kwa lugha, anaweza kuongea kwa lugha Roho Mtakatifu akakusemesha kwa kukupa lugha kabisa ambayo wewe hauelewi hata wewe, au akakuletea neno ambalo hata wewe unalielewa kwamba hapa amesema ombea ndoa, hapa amesema omba toba, hapa amesema 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea kwa lugha au kunena kwa lugha sio jambo la kidhehebu, sio jambo la kidini. Ukilichukulia hivyo utachelewa sana. Kuongea kwa lugha ni maagizo ya Yesu mwenyewe. Alisema ishara hizi zitafuatana na wote waniaminio. Kwa kama unamwamini Yesu ni lazima ujifunze au tamani kuongea kwa lugha au kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Hizo ndio namna 3 ambazo unaweza kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maombi. Hizo ndio namna 3 ambazo unaweza kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maombi. Sasa kipengele cha mwisho tutaenda kufanya mazoezi. Tutaenda kuomba au kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye agenda ambazo tunazo. Kila mtu anajua na agenda zake. Kwa hiyo tutafuata hivi vipengele ambavyo tumetoka kufundisha katika kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maombi hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaabudu kidogo afu tutaingia kwenye maombi. Na sasa ninaomba tusimame. Tutamwomba Mungu kama dakika 7 hivi. Tufanye mazoezi kile ambacho tumejifunza. Roho nijawe tena. Roho nijawe tena. Roho nijawe tena. Roho nijawe
nijawe tena kama siku ya Pentekoste. Roho nijawe tena kama siku ya Pentekoste. Roho nijawe tena. Roho nijawe tena. Roho nijawe tena. Roho nijawe tena. Roho nijawe tena kama siku ya Pentekoste. Roho nijawe tena kama siku ya Pentekoste. Roho nijawe tena kama siku ya Pentekoste. Roho nijawe tena. Haya, ingia kwenye maombi. Tunaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo ameleta siku ya leo. Sio kila mtu ambaye analipata neno hili Mungu amelikusudia wewe. Maandiko yanasema kwamba Mungu ulituma neno. Inawezekana lisio la yule ila likawa la kwako. Kwa mshukuru Mungu kwa sababu kuna sehemu ambayo anataka kukutoa. Baba, asante kwa ajili ya neno hili ambalo siku ya leo umelituma kwetu. Tunakushukuru kwa kuwa unatupenda. Tunakuabudu kwa kuwa umelituma neno. Umesema kwamba ulituma neno ili neno liweze kutuponya. Ulituma neno ili neno liweze kutuongoza. Ulituma neno ili neno liweze kutupa nguvu. Asante kwa neno hili Bwana. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, sasa hivi tunakuja mbele zako. Tunaomba toba tena Bwana, kwa sababu inawezekana katika maisha yetu tumekuacha. Inawezekana katika maisha yetu Mungu tumekuwa tukifanya sisi wenyewe. Tumekuwa tukitegemea akili zetu. Tumekuwa tukitegemea nguvu zetu. Tumekuwa tukitegemea uwezo wetu. Tunakuja mbele zako Bwana. Yamkini siku nyingine ulitusemesha Bwana, lakini tukakuvunja moyo, tukakurudisha nyuma, tukakukatisha tamaa. Tunaomba toba, tunaomba utusamehe, tunaomba utusaidie, tunaomba msaada wako tena Roho Mtakatifu. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo tuko mbele zako. Tunaomba upatanisho, tunatengeneza upya tena Mungu. Katika mamlaka jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, mahali popote ambapo Mungu tulikukataa wewe, tulitumia akili zetu, tunaomba Mungu tuishe tena. Tunatengeneza mahusiano upya na wewe tena Bwana. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Umesema kwenye neno lako ya kwamba hutatuacha. Roho Mtakatifu, turudie tena, sisi ni watoto wako. Turudie tena Roho Mtakatifu, sisi hatuwezi. Pasipo wewe sisi hatuwezi kufanya jambo lolote hapa duniani. Pasipo wewe sisi hatuwezi kuomba. Pasipo wewe sisi hatuwezi kufanya jambo lolote kazini, kwenye ndoa, kwenye maisha yetu. Tunakuita Roho Mtakatifu, tusaidie tena. Jarudi tena Roho Mtakatifu. Jaa ndani yetu tena Roho Mtakatifu. Tupe nguvu zako tena Roho Mtakatifu. Tupe neema yako tena Roho Mtakatifu. Tupe uwezo wako tena Roho Mtakatifu. Tunakuita Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo, tunafanya upatanisho nawe saa hii. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa Roho Mtakatifu, tunakupa nafasi kwenye maisha yetu. Tunakupa nafasi kwenye ndoa zetu. Tunakupa nafasi kwenye kila kitu tunachokifanya Roho Mtakatifu. Umesema ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Umesema ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Umesema wewe ni mtawala wa maisha yetu. Wewe ndio kiongozi wa maisha yetu. Roho Mtakatifu, tunakupa nafasi kwenye maisha yetu. Tunakupa nafasi kwenye ndoa yetu. Tunakupa nafasi kwa watoto wetu. Tunakupa nafasi kwenye kazi. Tunakupa nafasi kwenye biashara zetu. Tunakupa nafasi kwenye karama zetu. Tunakupa nafasi kwenye kila kitu tunachokifanya. Katika mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anayetoa vipawa na karama, tuko mbele zako Roho Mtakatifu. Ulisema kwamba utatupa roho ya maombi na neema. Utatupa roho ya maombi na neema. Roho Mtakatifu, sisi hatuwezi kuomba, tuko mbele zako. Tusaidie Roho Mtakatifu. Ulimsaidia Musa akakaa siku 40 mlimani akiwa anazungumza na wewe, tusaidie na sisi. Ulimsaidia Daudi alipokuwa anasema kwamba anapenda kukaa nyumbani mwako, anapenda sana kuomba, anapenda sana kukaa nyumbani mwako, tusaidie na sisi siku ya leo. Ulimsaidia Yesu Kristo aliyekaa mlimani siku 40, tusaidie na sisi Roho Mtakatifu. Ulisaidia watumishi wako kina Danieli waliokuwa naomba mara 3 kwa siku, tusaidie na sisi Roho Mtakatifu. Tunaomba neema ya maombi. Tunaomba neema ya maombi Roho Mtakatifu. Tunaomba neema ya maombi.
tuko mbele zako, naomba neema ya maombi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, inawezekana katika maisha yetu kuna vitu vibaya ambavyo Mungu vinatia uchafu, vinatia uchafu maisha yetu, ambavyo vimefanya wewe uwe mbali nasi. Tunaomba utakaso. Tunatiita damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya mioyo yetu. Tunajua kwamba unakaa pamoja na sisi, maana wewe unaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Unakaa katika mioyo yetu. Tunaomba Roho Mtakatifu, damu yako. Tunaita damu yako Bwana kwenye mioyo yetu. Kila uchafu, kila unajisi kwenye mioyo yetu Bwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunaita damu ya Yesu Kristo. Tunaita damu ya Yesu Kristo. Imeandikwa kwamba damu ya Yesu Kristo husafisha, damu ya Yesu Kristo huondoa. Roho Mtakatifu, tunaita damu ya Yesu Kristo kwenye mioyo yetu. Tunaita damu ya Yesu Kristo kwenye mioyo yetu. Kila uchafu, kila unajisi kwenye mioyo yetu, kwa jina la Yesu Kristo ninauondoa. Mtoto wako huyu Mungu, nakuja mbele zako na moyo wake. Ninakuja mbele zako na moyo wake. Namtakasa kwa damu ya Yesu. Namtakasa kwa damu ya Yesu. Kila uovu, kila dhambi inayomzinga kwa haraka, kila tabia mbaya ambayo iko ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu Kristo naiondoa sasa. Naiondoa sasa katika jina la Yesu. Naiondoa sasa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ulisema kwamba mito ya baraka, mito ya maji ya baraka itamiminika kutoka kwetu. Tunakusihi Roho Mtakatifu, mimina maji yako ndani yetu. Mimina maji ndani yetu Bwana katika jina la Yesu. Tunaomba bubujiko la maombi, tunaomba bubujiko la ibada, tunaomba bubujiko la kukaa pamoja na wewe, tunaomba bubujiko la utakatifu, tunaomba bubujiko la kutembea na wewe. Baba, tunaita bubujiko katika mioyo yetu. Tunaita bubujiko katika maisha yetu kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, umesema wewe unajua yote. Ni kweli, wewe Roho Mtakatifu unajua yote. Mtoto wako huyo Mungu, kuna mambo ambayo hayawezi, kuna mambo amefika mwisho, amekosa msaada Bwana, lakini wewe ni Mungu wa kuokoa. Wewe ni msaada ulio karibu. Ninakuomba Bwana, ingilia kati kila tatizo ambalo limekuwa juu ya uweza wake, katika jina la Yesu naliangusha na kuliondoa, naliangusha na kuliondoa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tembelea maisha yetu Roho Mtakatifu. Tembelea maisha yetu Roho Mtakatifu. Tembelea ndoa zetu, tembelea watoto wetu, tembelea kazi zetu, tembelea uchumi wetu, tembelea afya zetu, tembelea vipato vyetu katika jina la Yesu Kristo. Kila ambacho sio cha kwako, kila pando ambalo sio la kwako Bwana, kama ulivyosema kwamba kila pando sio lipandwa na Baba litang'olewa, nami kwa mamlaka jina la Yesu naling'oa sasa kwa damu ya Yesu. Naling'oa sasa kwa damu ya Yesu. Naling'oa sasa kwa damu ya Yesu na jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu na jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, kanisa bila wewe ni sawa na bure. Kanisa bila wewe ni sawa na nyumba tu kama nyumba nyingine. Tunakuita Roho Mtakatifu kwenye kanisa hili. Tunakuita Roho Mtakatifu katika kanisa hili Bwana. Kila mahali ambapo tumeshindwa kukupa nafasi, tunaomba toba. Kila mahali ambapo Mungu tumeshindwa kukupa nafasi katika kanisa hili. Kila mahali ambapo tumechukua utukufu wako, kila mahali ambapo tumechukua nafasi yako, tunakuomba Roho Mtakatifu turejee tena. Tunakuita kwa upya Roho Mtakatifu. Tunakuita kwa upya Roho Mtakatifu. Umesema kwamba mtamtafuta mtu mmoja atakayesimama kwa ajili ya kanisa. Baba, nimesimama sasa kwa ajili ya kanisa hili. Nimesimama sasa kwa ajili ya kanisa hili. Roho Mtakatifu turejee tena. Roho Mtakatifu tuongoze tena. Roho Mtakatifu njoo utawale tena katika kanisa hili. Njoo utawale tena kwa watumishi wako Baba. Njoo utawale tena kwa watumishi wako Baba, katika mamlaka jina la Yesu. Katika mamlaka jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Rapasikandabasha katala merabasa karabasha kazie mamarama parasekeshege bondisi nanda manarabatekeshigali zandera botete. Kila kilichosimama mbele yetu, umesema kwamba hakutakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yetu Baba, na kiondoa kila kilichosimama kwenye maisha yetu, kwenye ndoa zetu, kila kitu cha kuzimu kilichosimama mbele zetu, kilichosimama kwenye maisha yetu, kwenye afya zetu, na kiondoa saa hii kwa jina la Yesu. Na kiondoa saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Na kiondoa kwa damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo. Mara satarabasa ndabasha kaya Roma mara seketera boshekendeza matala. Umenipa mamlaka kwamba kila kinakachokifunga duniani kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Kitakachokifungua duniani kitakuwa kimefunguliwa na mbinguni. Kila kifungo kilicho kwa mtoto wako aliyesimama mbele zako, na kifungua sasa kwa jina la Yesu. Nimesema na kifungua kwa damu ya Yesu Kristo. Kifungo chochote ambacho kinamtesa, kifungo chochote ambacho kinamtesa, kwa mamlaka jina la Yesu, nimesema na kifungua kwa damu ya Yesu. Tangu sasa natamka ufungulivu kwa jina la Yesu. Natamka uhuru juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kifungo kilicho juu yako kuanzia sasa kimefutwa kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo. Kila malango yaliyo wazi yanayopitisha uharibifu ndani yako, yanayopitisha uharibifu kwenye maisha yako, nimeyafunga tangu sasa kwa jina la Yesu. Nimeyafunga tangu sasa kwa jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia roho ya ibada ndani yao, naachilia moyo wa ibada ndani yao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo.
Mungu umesema kwamba umetuumba ili tukuabudu wewe katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini ni kweli Mungu, kumekuwa na vikwazo vya ibada, kumekuwa na vikwazo vya ibada ndani ya kanisa la mtoto wako huyu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaachilia roho ya ibada ndani yake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Bwana, kwa sababu unajibu kuliko vile tunavyoomba. Asante kwa kuwa yote tuliyoomba umeyafanya katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru. Amen. Kofi kwa Yesu wakati mtumishi anakuja kumalizia. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Somo alilofundisha brother Zebedayo hapa ni muhimu sana. Ushirika wa wewe na Roho Mtakatifu. Watu wengi wao wanauliza kwamba unaingiaje saa nzima umekaa unamuomba Mungu? Unamuomba Mungu kitu gani? Ni kweli kwa jinsi ya kibinadamu hata uwe na hoja 300 uwezi ukakaa lisali zima unaomba. Lakini Roho Mtakatifu huwa ndiye anayesaidia kukaa zaidi ya lisali moja katika utukufu wa Mungu unaomba. Kwa sababu inafika sehemu wewe unaomba vile akili yako inavyojua, lakini Roho Mtakatifu anaona kesho, anaona kuna kingine ambacho wewe ukioni, lakini kinahitaji kwenda mbele za Mungu. Kwa hiyo ushirika na Roho Mtakatifu ni kitu kimoja muhimu. Ndiyo fellowship ya wewe na Mungu jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaomba Mungu kwamba kuanzia next week tuwe na vipindi vya kutufundisha kuomba. Tunakuwa kutokana na kuomba. Neno lina nafasi yake, lakini kukaa kwenye maombi, kujua jinsi gani ya kuomba na kujua uombe nini mbele za Mungu ni muhimu. Kumbuka unakwenda kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anazungumza brother Zebedayo hapa. Unapokwenda kwa mfalme uzungumzi kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo watu wao wanashindwa kulijua. Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Sawa? Ni Mungu mkuu. Hebu just jiulize leo hii, tusiseme rais tu umepewa nafasi ya kwenda kuongea na mkuu wa mkoa. Utakwenda bila kuwa na agenda? Tunaomba utupe wimbo mmoja wa tenzi wakati tunatoa sadaka. Amenena, amenena wenyewe. Haleluya. Utaishi ukitaza. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa ajili ya matoleo ambayo watoto wako wametoa. Angalia sadaka hizi zimebeba nia, mawazo, akili na ufahamu na vile vilivyoko ndani ya mioyo yao Bwana. Tunazitakasa kwa damu ya Yesu Kristo, tunazisafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini pia Bwana, maombi ambayo yamebeba ndani ya sadaka hizi, tunaomba katika madhabahu yako iliyo juu kabisa Bwana, ukapokee sadaka za watoto wako hawa. Ukakutane na kila nia na kila mkono na kila akili na kila fahamu ambayo Bwana imeleta sadaka hii Bwana. Neno lako linasema maombi ya watakatifu na sadaka zao ni manukato safi mbele ya madhabahu yako Bwana. Na ikawe manukato safi Bwana. Wajibu kutokana na nia zao, wajibu kutokana na yale waliyoweka katika sadaka hizi, lakini zaidi ya yote Bwana, wajibu kutokana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tunapoziweka wakfu na kuzibariki. Mungu tunaziweka mbele yako ikapate kufanya kazi ya kulijenga kanisa lako hapa duniani. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba na kushukuru. Amen. Simame tufunge kipindi chetu.